chumbani mapema hii leo, huku mumewe Moses Leparan asijulikane alipo. Ibrahim Karanja anaungana nasi kutoka Nakuru kwa kina cha taarifa hii ya tanzia. Ibrahim, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tufahamishe ni nini ambacho pengine kimetokea katika boma hili? Nick, jambo ambalo kwa sasa tumeweza kudhihirisha ni kwamba mwenda zake Martha Waithera alikuwa mama ya watoto wawili, mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 7 na mvulana mwingine mdogo mwenye umri wa miezi 4 hivi. Na tunavyozungumza ni kwamba mwili wake tayari umeshaondolewa na kupelekwa katika hifadhi ya maiti ikisubiri kufanyiwa upasuaji kubaini haswa ni kipi ambacho kilifanyika. Lakini kama ulivyoripoti ni kwamba idara ya upelelezi wa jinai DCI tayari wameanzisha uchunguzi ili kubaini ni kipi haswa kilichofanyika, ni vipi alivyouliwa mama huyu, manake nakisiwa kwamba aliuliwa na manake mumewe ambaye anasemekana kwamba jana jioni alikuwa nyumbani hapatikani, kwa hiyo huenda alitoroka. Ila kwa kina tu wacha tuzungumze na DCC, naibu county commissioner wa eneo hili la Nakuru Mashariki, atueleze. Alafu baadaye pia tutakuwa tukizungumza na naibu OCPD, naibu kamanda wa polisi, watueleze ni kipi ambacho pengine wamebaini kufikia sasa, manake bado tupo katika boma ambalo kisa hiki kimetokea. Asante sana Bwana Wanyonyi kwa kuzungumza nasi. Ni kipi ambacho haswa kwa sasa umepata kilichofanyika hapa? Bado hatujabaidisha ile kifo ilitokana kwa nini, lakini uchunguzi unaendelea na ni jambo ambalo linatatanisha sana. Tayari tumechukua mwili, tumeupeleka kwa kufanya upasuaji, lakini vile tumeingia ndani tumeona kwamba huyu mwanamume alikuwa ndani jana, alilala na huyu mwanamke na alitoka asubuhi sana akamwacha kama amekufa. Wakati tumetembea kwa nyumba ndani, tumeona kwamba mwanamke alikuwa na some physical injuries na pia damu ilikuwa inatoka kwa sehemu yake ya siri, kuonyesha kwamba iko mambo ambayo yalifanyika kwa mwili yake, ndipo pengine akakufa. Hebu tupe taarifa kuhusu wawili hawa. Ni kina nani, wana umri upi? Mwanamume anaitwa Moses Leparan, ni wa Kimasai, alafu huyu mwanamke ambaye ni rafiki yake anaitwa Martha Waithera, ako umri wa miaka 33 hivi. Umesema rafiki, kumaanisha hawakuwa mume na mke? Inaonyesha hawajaishi sana, ni kama vile naambiwa wamekaa kwa miaka 3 tu. Na hii ambayo tunaitanga kwamba come we stay. Nasikia huyu mwanamume anaonekananga hapa tu, anaonekana kidogo alafu anarudi kwao, na anafanya biashara hii ya kununua mahindi na kuuza. So sio yule mwanamume ambao wanakaa naye kama bwana na bibi haswa. Yes. Na watoto wako vipi, bila kuwataja majina ama pengine shule wanayosomea wapo vipi, wanasema nini, watoto wenyewe walikuwa wapi wakati huu? Ni jambo la is a very traumatizing issue, kwa sababu mtoto mmoja alikuwa ndani, kijana wa ule ambaye wako na umri wa miaka karibu 7 na 10 alikuwa ndani, na yule ambaye wa miezi 4 pia alikuwa ndani. So ule wa miaka karibu 10 anaenda shule, anasoma hapa, na yule mwingine ni bado mdogo sana. Yes. Asante. Niruhusu nizungumze na naibu kamanda wa polisi katika eneo la Nakuru Mashariki pamoja na afisa wa idara ya upelelezi. Lakini nianze na wewe mkuu, tueleze ile mahali ambapo mwili umepatikana, kuna kifaa chochote ambacho kimepatikana kwamba huenda kinakisiwa kilitumika katika mauaji haya? So far we have not established any murder weapon. That's why we request for your patience so that we do the investigation and come to the root cause of what has really happened. We would like members of the public, neighbors, hata nyinyi kama mko na information, you bring it forward, for it may assist us in investigations to quicken and find out the root cause of what has happened. Asante. Na mkuu wa idara ya upelelezi katika eneo hili, naomba tueleze ni kipi ambacho umebaini kutokana na dakika hizo chache ambazo ulikuwa hapa na maafisa ambao walikuwa wakiangalia eneo hilo la tukio? At the moment it's not possible to establish, lakini hii inaonekana ni mambo ya furugano za nyumba za mapenzi, because
ukiangalia walikuwa na mama alikuwa mwili uko uchi, na that mzee Moses alilala hapo. There is evidence ya kuonyesha na amelala hapo, but we are there we're going to the bottom of everything, and we are showing the members of public this person must pay for what he has done. We are pursuing and we pursue him. Must bring him to book. Asante. Atampata. Asante. Asante. Ni hakikisho tu kutoka kwa idara ya upelelezi wa jinai kwamba lazima mshukiwa ambaye anakisiwa kwamba ametekeleza mauaji haya atapatikana. Lakini Nick, pia ni muhimu nitaje kwamba kisa hiki cha leo hii si kisa peke yake ambacho kimeripotiwa kutoka kaunti ya Nakuru leo hii kuhusu mauaji. Mapema nilikuwa nikizungumza na kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru, Beatrice Kiraguri, ambaye pia alitaja kuhusu mauaji mengine ambayo yalifanyika katika eneo la Olenguruoni, upande wa Kuresoi huko, ambapo mwanafunzi mmoja wa kidato cha 4 na mwenye umri wa miaka 19 alifariki baada ya kudungwa kwa visu na jamaa mmoja wa miaka hivi yapata miaka 40 baada ya kufumaniwa na mke wa mwanamume huyo. Kwa hiyo ni visa viwili ambavyo tunakuwa tukifuatilia kutoka hapa kaunti ya Nakuru, visa ambavyo vinavunja nyoyo na visa ambavyo ni vya kusikitisha mno, lakini ndio hali ilivyo Nick. Inasikitisha kwamba inafanyika, lakini ndio kweli kwamba swala hili linafanyika. Asante sana Ibrahim Karanja kwa hiyo taarifa kutoka kaunti ya Nakuru.